Mwaka 2018 nikawa navutiwa sana hasa kuona wenzangu wakiwa wanabeti au wakiwa wanacheza hiyo michezo wanapata. Kwa sababu nakumbuka wakati nimebeti tu kwa mara ya kwanza niliweka shilingi 1000. Alafu nikapata shilingi 250,000. Na unategemea hiyo shilingi 250,000 ukiangalia ni kwamba sijafanya kazi. Umeona? Nikaa nimepata. Kwa hiyo nikaingia kwenye ule uraibu. So kuliwa ni kwingi kuliko kula. Sasa ukaingia pale na shilingi 50,000, 20, unakuta unatoka pale na shilingi 10,000. Kipindi hicho nilibeti hela mafuta ya bodaboda, ambapo kwamba nikajua ninaongeza mtaji wa mafuta afu nikaliwa yote. Kwa hiyo ilibidi sasa niweke ndani niende nikatafute tena hela. Hawa ni vijana waliozungumza na The Chanzo kwa nyakati tofauti mkoani Dodoma, ambapo wanaeleza namna michezo ya kubahatisha na kamari inavyoathiri maisha yao. Wapo wanaocheza kwa kutumia mashine za dubwi na wengine hufanya ubashiri wa mechi za michezo mbalimbali, yani sport betting. Imeniathiri sana. Imeniathiri pakubwa kwa sababu ule ni kama uraibu wa madawa. Yaani kama unaweza kuona kwamba vile unapomcheka mtu ambaye anakuwa anavuta madawa ya kulevya, ni kwamba sasa hivi ukiangalia kama sisi vijana kinachotutesa sana ni kamari. Na ni kwa sababu ya tamaa ya kuweza kutaka kupata pesa kwa haraka ili mambo mengine yaende. Umeelewa? So nikaendelea kucheza moja kwa moja. Nikajua labda pengine nitafika sehemu nitaweza kuacha, lakini hicho kitu kwangu hakikuwezekana. Ripoti ya utafiti ya Chuo Kikuu cha Teknolojia cha Auckland, New Zealand, iliyopewa jina la Epidemiology and Impact of Gambling, HAM, ueneaji wa madhara ya kucheza kamari, ya Juni mwaka 2017, inaeleza kuwa dunia inakabiliwa na ongezeko la magonjwa na madhara yatokana na michezo ya kubahatisha, yaani ubashiri, na kwamba madhara hayo yanatarajiwa kuongezeka zaidi. Nilipitaga sehemu nikamkuta mwenzangu anacheza ambaye ni rafiki yangu. Kumkuta anacheza nikatamanigi, maana alikuwa anacheza anakula. Kwa na mimi nikaona nijiingize kwenye huo mchezo. Jiingiza kwenye huo mchezo nikaanzaga kucheza. Unaweza ukakuta umecheza, umetumia hata 10,000, umeliwa, ukatamani tena ukachukua hata hela nyumbani uje ucheze. Kwa hiyo kuna muda kweli uchumi unapungua. Ana mpango wa kuacha. Kisha ingia kwenye hisia, amini mfumo wa saikolojia yake inaenda kumharibu, kwa sababu anashindwa hata akipata hela kidogo, yeye anaanza kwenda kubeti. Na hii mchezo wa kubeti huwa inaleta furaha ya muda mfupi. Kwa anapopata hela anafurahia na anashindwa kufikiria kwamba muda mwingi kwenye hii mchezo wa kubeti au mchezo wa kamari anapoteza sana kuliko kupata. Kifungu cha 39 cha sheria cha bodi ya michezo ya kubahatisha cha mwaka 2003 kinaeleza kuwa bodi ya michezo ya kubahatisha inawajibika kusimamia, kufuatilia na kudhibiti uendeshaji wa shughuli za michezo ya kubahatisha nchini na kuweka amri halali ya kucheza michezo hiyo kwa ni miaka 18 au zaidi. Sisi kama bodi ya michezo ya kubahatisha tunajua kwamba michezo kama hii isipotumiwa vizuri ama isipotumika vizuri, basi inaweza kawa na athari hasi kwa watumiaji, kwa maana wanaweza kupata madhara kama uraibu. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu kwa umma na hasa vijana kwamba wahakikishe kwamba wanaposhiriki katika michezo hii basi wanacheza kwa kiasi ama kwa busara. Michezo hii ya kubahatisha inatakiwa ichezwe katika maeneo ambayo yameainishwa na sheria, na inatakiwa icheze kwa wazi, sio kwa kificho, na watoto hawashiriki. Kwa mujibu wa kifungu namba 74 cha michezo ya kubahatisha, yani sura namba 41, watoto au mtu yote chini ya miaka 18 haruhusiwi kujihusisha na michezo ya kubahatisha. Na kama kuna mtu yote ambaye atakuwa amemshawishi au kumruhusu mtoto kuweza kushiriki, basi sheria imeweka katazo, na kwamba hiyo ni kosa la jinai, na mhusika anaweza akipatikana kosa akalipa faini ya kiasi cha shilingi milioni 1 hadi isizidi milioni 5 au kwenda kifungo cha miezi 12 au vyote kwa ujumla. Kwa hiyo sheria inakataza mtu yote kufanya michezo. Sasa kama anafanya kwa kificho, ina maana kwamba anakuwa anavunja sheria. Mkurugenzi huyu alikuwa akifanya mahojiano maalumu na The Chanzo kuhusiana na michezo ya kubahatisha. Na sisi kama mchezo wa kubahatisha
pindi tunapobaini ama tunapoona kuna viashiria, basi tunafika eneo ile na kuhakikisha kwamba sheria haivunjwi. Lakini sasa kama anafanya kwa kificho, saa nyingine inakuwa ngumu, kwa sababu anaweza kwa kificho anaweza kufanywa katika maeneo mbalimbali ambayo pengine sisi hatuweza, inakuwa ngumu kuyafikia, kwa sababu anaweza kufanya hata nyumbani kwa mtu, sebuleni. Kwa hiyo tunaiomba jamii, kama ikiona kuna habari zozote za kuhusika kwa watoto kwa maana ya miaka 18, chini ya miaka 18, basi waweze kutupa taarifa. Kifungu cha 39 cha sheria ya bodi ya michezo ya kubahatisha ya mwaka 2003 kinaeleza kuwa bodi inawajibika kusimamia, kufuatilia na kudhibiti uendeshaji wa shughuli za michezo ya kubahatisha nchini na kuweka umri halali wa kucheza michezo hiyo kuwa ni miaka 18 au zaidi. Tumekuwa tukipokea taarifa za wanafunzi ambao wako vyuo na wako zaidi ya miaka 18. Hilo sio kosa kwa mujibu wa sheria kwa wao kushiriki katika michezo ya kubahatisha.